Mungu, tumepiga magoti mbele yako. Tunahitaji huruma za wazazi wetu huko waliko. Tunaomba wapunguzie adhabu za kabri. Tunaomba wapunguzie adhabu za moto. Waweke katika pepo iliyokuwa ya amani na haki kwao. Mungu wangu, sisi sio wakamilifu kwako. Tunaamini tunakukosea pakubwa, lakini wewe unasamehe tunapokuomba Mungu. Vijana wako tumepiga magoti tukikuomba kwa ajili ya wazazi wetu. Hatuko nao kwenye maisha yetu Mungu. Wewe ndio unajua wapi umewaweka na wapi wanapoishi. Hatuko nao kimwili, lakini kiroho tuko nao. Tunaomba Mungu Baba, punguzie adhabu za kabri. Tunaomba Mungu Baba, tunakuomba. Tunakuomba ya Rabbi. Mungu. Na wasaidie mbwa wapo hospitalini wenye shida, wenye magonjwa yasiyotibika. Lakini tunakuomba sana Mwenyezi Mungu, uwaondolewe hayo magonjwa. Uwape nguvu, wawe kama zamani. Pia uwasamehe wale ambao bado wapo na wazazi wao ambao hawajui umuhimu wao wa kuwathamini, kuwajali na kuwalinda. Wasamehe sana. Wasije kupitia maisha ambayo tunapitia sisi. Tunakuomba sana. Mungu Baba, tusamehe Mungu, tusamehe. Kilio chetu kifike mbele zako. Wasamehe watu wote ambao hawakuabudu wewe, sio wakamilifu mbele yako Mungu. Asante Baba, asante. Asante Mungu, asante Baba, kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu mbele zetu. Hujawahi kutuacha Mungu. Basi udogo wangu, tumepitia magumu mengi, lakini uko upande wetu. Hukutuacha Baba, hukutuacha wewe. Neno lako linasema wewe ukiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu. Hakuna kama wewe. Heshima na utukufu ni vyako Mungu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Asante. Asante Mungu. Wewe unataka kujua wewe? Wewe una akili kweli? Nakuuliza, una akili? Mshenzi mmoja wewe. Hivi wewe nikuulize, umekosana kwa dunia ipi unataka kujua wewe? Umekosana na kuuliza? Dadangu, unaweza kuniambia kinachokuuliza ni nini? Kakangu, moyo wangu unauma. Nimeshindwa kuhimili haya maumivu na siwezi kuyabeba, siwezi. Yaani siwezi kabisa. Najua unaumia. Yaani niambie kilichokupelekea kutaka kujiua. Hebu nishirikishe kakaako, ni nini hasa? Mambo ya kisu. Siwezi kukupa kisu. Nakupaje kisu ujiue? Siwezi. Kaka, kiukweli mamangu mimi mzazi katembea na mwanaume wangu mimi, na sio katembea tu, mpaka sasa hivi wapo. Na iliyokuwa mama, yeye anajua kwamba yule ni mwanaume wangu mimi. Ni mwanaume wangu mimi, kaka, mwanaume wangu mimi. Yeye kaja kutembea naye. Nimwite baba, nimwiteje?
Ama kweli ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hii dunia inaenda wapi? Yaani mamako wewe mzazi anatoka na mpenzi wako, hii ya wapi? Hebu naomba unisikize kaka yako nakwambia. Kama ushaona hivyo bwana wako ametoka na mama yako, haina sababu ya kujiua, ni kuwaepuka tu na kukaa mbali nao. Ishu sio kuepuka, nitamuitaje? Yaani nitamuitaje? Yaani yule mwanamume mimi nitamuitaje? Nitamuitaje? Dadangu, hapo haina jinsi tu. Mpenzi wa mama yako wewe utamuita baba. Baba? Yaani lazima iwe hivyo tu. Yule alikuwa kwako ni mpenzi wako, aishapita. Sasa hivi ni mpenzi wa mama yako. Wewe unategemea nini hapo? Dadangu, naomba nikushauri kitu kimoja. Usijichimbie kaburi ingali ya kuwa wewe bado mzima. Iki kisu usikete masaa hata kidogo. Sekunde hii kinakuondoa kwenye maisha. Mimi nakuelewa, lakini shida ipo. Jamii inayonizunguka ama inayotuzunguka inatutazamaje sisi? Anajua kabisa yule ni mwanaume wangu na nimeenda kumtambulisha nyumbani ili tufunge ndoa. Sasa ili kweli jamii ni jambo la aibu. Lakini dada yangu, mimi nadhani wewe ni kusimama tu imara. Mimi ninachojua wanawake wa Kiafrika ni wakakamavu na wajasiri kweli kweli. Usichukue jukumu la kutaka kujiua. Afu usiangalie jamii inasemaje. Sasa hivi ni jambo lako. Dada yangu, cha kufanya, fanya kama kijatokea kitu. Wewe muite baba na mama muite mama, maisha yaendelee. Dada yangu, nakuomba, ena sababu ya wewe kulia. Hebu futa machozi dada yangu. Futa machozi haya. Pole sana. Sawa. Samani. Unaweza kuniambia unaitwa nani na unaishi wapi? Mimi naitwa Mwanga. Siishi mbali maeneo haya. Pale tu karibu. Wewe unaitwa dada nani? Naitwa Shishi. Oh, unaitwa Shishi. Una jina zuri kweli Shishi. Hongera, acha kuliona jina zuri eh? Asante. Utapata mume mwingine sawa? Sawa. Mbona tumesimama ghafla? Hivi unajua ni kwa nini kwa sitaki kupita njia? Kwa nini? Kwa sababu, hebu tizama kule mbele. Kile kituko pale. Sawa, sihitaji kukiona. Mimi kama malkia wa Kigamboni sitaki kukiona kile kituko pale, eti tunapishana mimi na yeye hapa. Haiwezekani. Sasa wewe kama mwanaume wangu, naomba kanitolee kile kituko ili mradi mimi nipite malkia ya Kigamboni. Nijinafasi. Na kama hauwezi, ni heli turudi tulikotoka kuliko kupishana nacho. Kwa kurudi tulikotoka ni uongo, kwa sababu tulikotoka ni mbali. Sasa basi, kwa kuwa mimi ni mwanaume wako na niliapa nitakutetea kwa lolote ili mradi upate furaha, kwa sababu mimi sihitaji kukuuzi na sihitaji kukuona ukiwa umekasirika. Si unakiita ni kiumbe? Takataka. Mimi naenda kukitoa kwa ajili yako. Hayo ndio maneno. Na huyo ndio mwanaume nimtaka. Sawa? Kanitolee baba. Sikiliza mpumbavu. Nisikilize. Sawa, kwanza samahani. Sawa? Mpenzi wangu hataki kukuona. Hataki kukuona. Sasa hapa ninachokifanya mimi, ninakupiga ili kulilinda penzi langu. Sawa? Nakupiga ili kulilinda penzi langu. Kwa hiyo ambacho kinaenda kutokea, lazima ukipokee. Nasikia? Lazima ukipokee. Sawa? Sawa. Mpenzi wangu, huyu simwachi. Namchinja. Nisikilize. Sawa?
Mwanaume ndo anatakiwa uwe hivyo. Hai. Huyo ndo mwanaume wangu sasa, naimtaka. Mpenzi wangu, huyu mimi namchinja leo. Namchinja. Sikiliza. Kuanzia sasa, sihitaji uwe unapishana na mpenzi wangu. Pishana na viuchafu visivyokuwa na maana, vitu chafue. Safi baby, piga huyo. Kazoea sana kupita njia hii. Sawa. Ukimwona kulia pita kushoto. Sawa. Na injia uyame. Sawa kaka. Injia niame. Uyame. Sawa kaka. Shika hii. Nipe. Mpishe mpenzi wangu apite. Mpishe mpenzi wangu apite. Mpenzi wangu tuondoke. Sasa je. Maisha magumu bila ya pesa nadhalilika, kama vikatuni mbele za watu waloridhika. Akili ndio bahati, oh baby oh, dharau kwa wenye nampiga shetani na mamlaka yake yote ambayo yanainuka kwa ajili ya kuwapiga vijana na kuleta roho za ushoga kwa jina la Yesu Kristo. Ninapiga kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninapiga kwa moto wa Roho Mtakatifu. Mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, ninasimamisha ufalme wako katika taifa la Tanzania. Ninasimamisha ufalme wako. Ninasimamisha ufalme wako kwa moto wa Roho Mtakatifu. Yesu, ninakuinua wewe, maana wewe ni Mungu ambaye haujawahi kushindwa. Ninaliinua jina lako mahala popote ambalo Jehova Nisi utasimama, ukaonekana na ukajidhihirishe katika taifa letu la Tanzania. Mungu, tazama majira haya na wasaa hawa Bwana. Ninakushukuru na kutukuza kwa neema yako na ukuu wako, kwa mamlaka yako ambayo umeiachilia katika maombi haya ambayo nimeyaomba. Mungu, nina imani unakwenda kuyatakabali na unakwenda kuyajibu sawa sawa na mwenye upendavyo, maana neno lako linasema Jehova Nisi, yote tuyaombao mbele zako Yesu unaweza kuyajibu. Ninakushukuru na kutukuza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umekwenda kuonekana. Amen. Mtumishi wa Mungu. Namba mchungaji. Karibu sana ndani ya nyumba ya Mungu. Hapa ni mahala sahihi ambapo tunamwabudu Mungu aliye hai, yeye ambaye hajawahi kushindwa. Karibu sana. Asante. Shalom mtumishi wa Mungu. Shalom mtumishi wa Mungu. Amina. Barikiwe sana. Nashukuru sana baba. Baba mchungaji. Naam. Nimekuja kwenye kanisa lako. Nilikuwa na sadaka yangu kidogo nimekuja kutoa. Kuja kusapoti kazi ya Mungu. Nilikuwa na kuomba. Naomba sadaka yangu uipokee. Na kuomba baba mchungaji. Ni ndogo sana lakini naomba uipokee baba yangu. Kwanza nikutoe wasiwasi. Ndani ya nyumba ya Mungu hamna sadaka ndogo wala kubwa. Mungu anaipokea sadaka yoyote ile. Haimaanishi ni kidogo wala ni kikubwa zaidi. Mungu anaangalia moyo wa kutoa. Je, umetoa kwa kumaanisha ndani ya kazi ya Mungu? Kwa hiyo nikutoe wasiwasi kabisa, hakuna sadaka ndogo wala kubwa. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Nikupeleke katika maandiko. Tukisoma Marko 12 mstari wa 42 mpaka 44. Yesu alikuwa amefanya moja kati ya mikutano yake. Na baada ya kufanya ile mikutano ikabidi aweke chombo cha sadaka ili watu wapate kumtolea Mungu sadaka. Wakati watu wanatoa sadaka walikuwepo matajiri wengi, walitoa nusu ya mali zao kwenye kikapu cha sadaka. Lakini palikuwa na mwanamke mmoja mjane aliyekuwa hana mume. Mjane ni mtu ambaye hana mume. Alitoa sadaka senti 2. Lakini Yesu akaona kile kitendo cha yule mwanamke kutoa sadaka senti 2. Akawaambia wanafunzi wake kwamba huyu mwanamke mjane ametoa zaidi ya hawa matajiri. Maana matajiri wametoa kwa ajili ya kujionyesha kwamba wao ni madoni, wana pesa. Lakini yule mwanamke alitoa senti 2 katika fedha zake zote alizokuwa nazo. Ina maana hakuwa na pesa nyingine, aliamua kumtolea Mungu. Siwezi nikajua kama na wewe una fedha mfukoni mwako nyingine, lakini umeamua kumtolea Mungu hiyo sadaka yako. Lazima Mungu ataikumbuka kwa sababu ni sadaka kubwa sana mbele za Mungu. Mungu anaangalia moyo wa utoaji, moyo ulio tayari kwa ajili ya kumtolea yeye. Kwa hiyo usiogope wala usiwe na wasiwasi. Mungu ameipokea sadaka yako. Sio sadaka ndogo, ni sadaka kubwa sana mbele za Mungu. Kupitia sadaka hii uliyotoa ambayo wewe unaiona ni ndogo, lakini mimi nasema sio ndogo.
Mungu atakuinua kutoka mavumbini na kukuketisha pamoja na wakuu. Mungu ameinua watu wengi walikuwa masikini wa kutupwa, lakini Mungu aliwakumbuka na akawainua. Kwa hiyo nikuhakikishie kwamba Mungu ataikumbuka sadaka yako na atakuinua kutoka hapo ulipo na kukuketisha pamoja na wakuu, pamoja na wafalme katika hii dunia. Mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu muhimu sana ndani ya kazi ya Mungu. Wewe ni mtu muhimu sana kwa Mungu. Mungu ameipokea sadaka yako. Basi bila kupoteza wakati, naomba nichukue chombo cha sadaka ili upate kumtolea Mungu sadaka yako. Mtumishi wa Mungu, hichi ndicho kikapu cha sadaka. Kwa hiyo ninaomba utoe sadaka yako kwenye kikapu hiki. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amina. Sadaka hii ni kubwa sana mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno. Amina. Amina. Tufumbe macho. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, uketie mahala pa juu palipoinuka. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambao umemwelekeza hapa na kuja kutoa sadaka yake hii. Yesu, ninaomba sadaka hii aliyokutolea wewe Mungu, ninaomba ukaitakabali. Yesu, ninaomba ikawe manukato kama sadaka ya Habeli. Ninaomba Mungu ukaitakabali na ukaipokee. Ukaachilie baraka katika maisha yake. Ukaachilie baraka katika kila kitu anachokifanya chini ya hii dunia Bwana. Ninatamka uzima katika kila kitu anachokifanya. Ninatamka baraka katika kila kazi zake anazozifanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu, ninaomba ukamkumbuke kama ulivyosema wewe Mungu utabariki makapu ya kukandia unga. Yesu, ninaomba Bwana ukabariki kazi za mikono yake. Kama ulivyosema Mungu, sadaka zetu zitakuwa manukato mbele zako. Yesu, sadaka hii ikawe manukato mbele zako. Sifa na utukufu ninarudisha kwako katika kiti chako cha enzi, nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Nashukuru. Asante.